Mungu anasema. Alafu tena nyingine akasema nini? Ziko vitu tatu. Na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa, anzia huko kwanza, kuna vitu tatu. Ya kwanza tumeona amesema jambo la kwanza utaita na Bwana ataitika. Sawa. Utalia naye atasema mimi hapa. Sawa, lakini kuna kitu hapo nyuma ya mbele. Kama ili ujibiwe, ili ukilia ijibiwe, ili ukiita ijibiwe, kuna mambo ya kufanya ya ziada kwanza. Prayers is a process. Listen, kama ukiondoa nira, sasa wewe unaweka nira, ukaiondoa, hiyo maombi yako haitajibiwa. Ya pili, isiwepo kati yako wala kunyosha kidole. Acha kunyosha kidole. Watu wengine mlikoma wengine bwana kutoka nyuma na mnai. Au ngumu tu. Na wengine mshikana na mzee. Sasa umenichezea sana. Naona nimekupatia muda sana na unapungua sana. Unaona wewe unapungua zaidi. Hata nikafika naongea tu mchezo. Akasema. Kile nikembamba kanaenda kama upepo. Akamrukia kwa kigongo chini. Ndani ya kanisa la Mungu hapo nyuma. Anasema tena usiponyeshia watu vidole. Ndio maana nampenda Daudi. Aligundua ya kwamba hata kama Sauli ni mbaya, ni mtiwa mafuta wa nani? Wa Mungu. Wewe mchungaji ni mbaya, wewe ndio wa kumtimua. Ela ni mbaya, wewe ndio wa kumtimua. Bwana msifanye hivyo. Kuna wale hawapo hivi kujibu kwa mdomo wenu. Nauliza, pastor ni mbaya, wewe ndio wa kumtimua? Hapana. Ela ni mbaya, wewe ndio wa kumtimua? Sasa na hakuna kitu kinaendelea kwa Biblia hapana. La hasha. Hatukutumia Biblia ya vile ndivyo. Ama shehe si ndivyo bwana? Hii lugha ya mtani mwachane nayo ndio maana tunapotea. Je, tunastahili kufanya hivi? La hasha. Basi bwana na watu wanataka karibuni. Sasa tutengeneze